to do work to earn a living? You can help in sometimes. In sometimes, like? You can start like rearing chicken. Okay, that is so nice. Thank you very much. I thought maybe it could be something that is like child labor. Someone gives you work, you do, he or she pays you a small amount because you are a child. Lakini I noticed my children or learners in studio and back at home, they are very sharp and they cannot be misused. Exactly. Thank you very much. So today we are going to learn about, I told you today we are going to learn in Swahili. So wakati ama siku ya leo tutasoma kuhusu mazingira ya binadamu. Valeria, unajua mazingira ni nini? Ni mazingira ni nini? Mazingira ni vitu ambazo zinaku surround you. Okay, yeah. Things that surround. Watoto wa siku hizi hawajui Kiswahili sana, wajua Kizungu peke yake. Gentleman? Yes. Mazingira ni nini? Mazingira ni vitu ambavyo vinatuzunguka sisi kama binadamu. Ni vitu gani vile ambavyo unaweza kuvifanya ili mazingira yetu yawe yako salama? Fagia. Kuosha vyombo. Kuosha nguo. Na kumwagilia. Lakini hutaki kuoga, si ndio? Ni vitu gani ambavyo utavifanya ili mazingira yetu yawe masafi na yawe bora zaidi? Kuosha vyombo. Weza kusafisha mazingira yawe safi. Ili pia uwe salama. Asante sana Valeria na Dylan kwa manake naona watoto wetu wanatufuata vizuri. Pale nyumbani najua ya kwamba watoto pia wameketi pale na vitabu na kalamu. Tutaweza kucheza kipindi hapa, kisha baadaye tutaweza kurejelea tujue ya kwamba ni maswali yapi ama ni nini kile ambacho umeweza kujifunza kutoka kwa yale ambayo tunayazingatia siku ya leo kama mazingira ya binadamu. Ni baadaye. Mtoto pale nyumbani usije ukachelewe pia. Kaa kitako uweze kusikiza vizuri, tutaweza kuendelea baada ya haya. Mwanafunzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha hadithi za tusome kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Leo tutajifunza kwa kusikiliza hadithi kuhusu mazingira ya binadamu. Pamoja nami katika studio ni mwalimu Naomi pamoja na wanafunzi wawili Rehema na Juma. Karibu. Hujambo mwanafunzi msikilizaji na karibu. Rehema na Juma, hamjambo? Hatujambo mwalimu. Leo tutajifunza kuhusu mazingira ya binadamu. Sikilizeni kwa makini, baadaye mtajibu maswali. Hakikisha umeandaa kalamu na daftari au kifaa cha kidijitali. Ni mambo gani unayopaswa kufanya ili kuweka mwili wako safi? Ni mambo gani unayopaswa kufanya ili kuweka mwili wako safi? Hebu mweleze mwenzako. Asante sana. Ni matumaini yangu kuwa umetaja mambo unayopaswa kuyafanya ili kuweka mwili wako safi. Juma, ni mambo gani unayofanya ili kuweka mwili wako safi? Mimi hupiga mswaki kila asubuhi. Aha, vizuri sana Juma. Hayo uliyoyataja ni baadhi ya mambo tunayoyafanya kuweka mwili safi. Ni vyema kupiga mswaki kila baada ya kula na kuosha nguo zetu mara kwa mara. Rehema, ni mambo yapi unayoyafanya ili kuweka mwili wako safi?
Mwalimu, mimi huoga kila siku na kukata kucha zangu mara kwa mara. Vizuri sana Rehema, na asante. Ili kuweka miili yetu safi, tunapaswa kuoga, kuvaa nguo safi, kukata kucha na kuchana nywele. Hebu tumsikilize Captain Tumaini akitupatia ujumbe muhimu. Ni mapumziko, tukacheze. Ni salama kucheza. Captain Tumaini. Hamjambo, ni salama kucheza. Bora kuweka umbali ufaao na kuvaa barakoa. Wale wanacheza mchezo salama, tujiunge nao. Ndiyo, hakikisha umenawa mikono kwa sabuni kabla na baadaye. Kumbuka, usibadilishane barakoa hata kama rafiki yako ana nzuri. Mwalimu wetu tukumbusha kuvaa barakoa isipokuwa wakati wa kula au kunywa. Na hakuna kupeana peremende. Ndiyo, marafiki zako wataelewa. Asante. Tuende tucheze.